Hizi ni salamu za watoto kwa wazazi wao. Peka jela utaning'inia hapa sasa hivi. Wewe zania sifa Ukifanya fujo. Wewe mkeo, huyu mume wako una kazi yake ya Mungu tena wewe. Haya hatujaelewana, nakupeka jela sasa hivi hapa. Samani basi, nilikuwa gizani sijaelewa, kumbe wanawake na wanaume wana haki sawa. Nitampeleka mwanangu shuleni. Katika kuadhimisha siku ya mtoto Afrika wa mwaka 2025. Shirika la Compassion International Tanzania kupitia mradi wake wa malezi na makuzi kwa watoto na vijana limeadhimisha siku hiyo kwa kushirikiana na serikali ya wilaya Makete. Kuna methali inayosema samaki mkunje angali mbichi. Tafsiri yake ni kwamba mtoto anapokuwa anafundishwa akiwa bado mtoto mdogo, bado hajawa na mambo mengi, anafundishika na anaweza kuwa na mabadiliko katika maisha yake. Lakini akishakuwa amekomaa, ameingiliwa na mambo mengi yasiyofaa, ni vigumu sana kumrekebisha. Elimu kwa mtoto ndio inayojenga msingi wa maarifa, ujuzi na maadili. Sote tunafahamu kwamba watu wengi ambao tunaona katika jamii waliokosa maadili, waliokosa maarifa yanayofaa kwenye jamii, tatizo kubwa ni kwamba walikosa elimu inayostahili. Watoto bado wanakabiliwa na changamoto lukuki katika safari ya ukuaji kama wanavyobainisha kupitia risala kwa mgeni rasmi. Aidha, utoro shuleni kutokana na kukosa mahitaji ya msingi ni tatizo kwa watoto wengi, hata kusababisha kutofikia malengo. 3. Baadhi ya miundombinu ya shule kutokuwa rafiki kwa watoto. 4. Baadhi ya maeneo vivuko kutokuwa vizuri, hasa msimu wa masika. Maji yanajaa, watoto kushindwa kwenda shule. 4. 5. Baadhi ya wazazi au walezi kutotimiza kwa wakati mahitaji ya watoto. Ndugu mgeni rasmi, kwa kuwa tunatambua kuwa watoto ndio taifa la kesho, hivyo sisi watoto wa kata ya Tandala kwa niaba ya watoto wote wa Makete tunaomba hatua za kisheria ziendelee kuchukuliwa kwa wale wote wanaofanya matendo ambayo ni kinyume na sheria za nchi yetu, ili nasi watoto tuweze kustawi na kufikia malengo yetu ya baadaye. Upi msimamo wa shirika la Compassion International Tanzania kwa watoto? Mratibu wa mradi wa malezi na makuzi kwa watoto na kijana kwa niaba ya watekelezaji wa mradi huo wilayani Makete, Bwana Isaac Filipo anaeleza. Kwa sababu kwa muktadha wa shirika la Compassion International Tanzania inaamini kwamba umaskini ni kushindwa kukua katika Kristo. Ndio maana limeamua kufanya kazi na makanisa ili makanisa yasaidie kusukuma ajenda ili kuwaondoa watoto ambao wanaishi katika mazingira hatarishi ili waweze kufikia katika ndoto zao. Kwa sababu tunaamini kwamba kila mtoto ambaye amezaliwa, kila mtoto ambaye amekuja duniani, wakunga wanaolewa, wakunga wanaelewa kwamba kila mtoto amekuja akiwa ameshika mkono, alivyozaliwa mkono wake ulikuwa umejikunja kwa namna hii, kuonesha kwamba kila mtoto alikuja akiwa amebeba kusudi maalum la Mungu. Amekuja kwa ajili ya kuja kutimiza kusudi maalum. Ndio maana amezaliwa akiwa mkono wake amejikunja. Mkono wake umejikunja kwa namna hii. Kwa sisi shirika likaona kwamba kuna kila sababu ya kuja kuwasaidia ili kila yule mtoto ambaye amezaliwa akiwa amekuja kwa ajili ya kusudi la Mungu, kusudi lile ambalo Mungu ameweza kumpatia, aweze lilo kusudi liweze kutimia. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana yake shirika limefika mpaka hapa. Na ndio maana yake hapo tunamchukua kila mtoto mmoja kwenye kila kaya ili kuwasaidia watoto hao. Na siku zote, yani kila siku tunakutana tuna watoto wetu kila Jumamosi, tukiamini kuipa elimu kipaumbele. Ndio maana hapo tunapambana kwamba mtoto asome. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa wazungu wao wanaamini kwamba mtoto anaposoma anasoma tu kujiongezea elimu. Lakini kwa sisi wa Tanzania, mtoto anaposoma anasoma ili aweze kupambana na umaskini. Ukisikia afande, jua wazee wa kazi wamefika. Mkuu wa dawati la jinsia na watoto polisi wilayani Makete, Inspector Nicholas Chilemile, anasema watoto wana haki ya kutambua haki na wajibu wao. Haki
Haki ya kupewa chakula, mavazi na malazi. Haki ya kupata chakula, mavazi na malazi. Haki ya kupewa elimu bora. Ana haki ya kupewa elimu bora. Haya, mjipongeze tena, mjipigie makofi. Mmetaja haki. Nani anajua wajibu wa mtoto? Ana wajibu wa kumsikiliza mzazi. Ana wajibu wa kumsikiliza mzazi. Kweli sio kweli? Si ndio? Haya. Nyinyi mnawasikiliza wazazi wenu? Mnawasikiliza kwenye mambo gani zaidi? Watoto ni utii. Mnanielewa? Yale ambayo wazazi wenu wanaongea, tunapozungumzia wazazi sio baba na mama tu. Awe mtu yote ambaye anakuzidi umri. Ukiwa huko mtaani mtu akikuonya hili jambo usifanye. Agustino Ngairo ni afisa tarafa ya Lupalilo aliyemwakilisha mkuu wa wilaya Makete katika maadhimisho. Amesema serikali imeweka sheria na ukitaka kuona utendaji wake basi jaribu kuvunja sheria ikiwemo za haki za binadamu. Hatumuoji binti yoyote ambaye anafaa kuolewa, ni mzuri, mrembo, kasoma au hajasoma. Hatumuulizi hivi dada, kwa nini ushiki mimba? Sisi serikalini hiyo sio kazi yetu wala sio jukumu letu. Eti kwa nini ushiki mimba? Kwa nini hutaki kuolewa? Kwa nini huzai? Hatukuulizi. Ila ukishashika mimba ni ya kwako, na sisi serikali tunaimiliki hiyo mimba. Ukishazaa huyo mtoto ni wa kwako, na mtoto huyo ni wa serikali pia. Ukitaka kuamini, kaitoa ile mimba, alafu sisi serikali tufahamu. Ukitaka usielewe hii sentence au ielewe vizuri, kamchinje yule mtoto au kamfanyie ukatili, ndio utaelewa serikali kwamba huyu ni mtoto wa kwangu, mbona wananinyanyasa, mbona jamhuri inanishikilia. Hawa maafande wanaelewa utaratibu, hawa dawati la jinsia wanaelewa utaratibu, watendaji wa vijiji wanaelewa utaratibu, watendaji wa kata wanaelewa utaratibu. Serikali oye! Kauli mbiu kwa mwaka huu inasema